It's money for cleaning lady. Oh yeah. Nakuletea dubwana ili hapa la kijana tajiri ambaye alitokea kumpenda chokora. Here we go. Binti huyu chokora anaitwa Pam. Akiwa maeneo hapa anatafuta chakula kwenye mapipa ya takataka. Mara gari la kifahari linasimama karibu yake. Kioo cha gari kinashushwa. Ndani ya gari anaonekana kijana mdogo mwenye pesa nyingi ambaye anafahamika kwa jina la Brighton. Jamaa akaita, "We binti, kuja hapa." Binti akawa anayeseka na hisi labda kuna kosa ambalo amelifanya. Maana kuitwa na watu wazito kama hapa sio kitu kidogo ujue. Lazima kidogo vebeti. Akasogea na kuambiwa, "Hebu ingia ndani ya gari. Ubao umemchonga ni balaa." Ajala na siku kadhaa. Mkononi ameshika kimbama ambacho kimetengenezewa unga wa magimbi. Brighton ni kijana mdogo mwenye pesa nyingi, akakinyang'anya kimbama na kukitupa nje. Kisha akachukua keki na kumpatia. Akaona sio vyema binti kula keki kavu, akachukua soda na kumpatia pia. Binti akawa anapokea na kula. Hakuweza kuoji wala kukataa kwa sababu njaa ambayo alikuwa nayo ni kali balaa. Hakunaga bouncer kuna njaa. Na ndio maana hata kama wewe ni mtu mzima, ila ukiwa na njaa usishangae unapigwa hata na mtoto wa miaka 2. Brighton akamwambia dereva wapeleke nyumbani kwake. Binti alipofika tu nyumbani kwa kijana mdogo mwenye pesa nyingi, cha kwanza akala na saizi ametoka kuoga. Na zile nguo zake chafuchafu akawa ameziacha bafuni. Kuna nguo za kike zilikuwepo hapa nyumbani kwa Brighton. Binti akaambiwa, "Hebu chukua hizi hapa nguo zijaribishe kama zitakutosha." Lakini akawa anakataa, anaona aibu. Kama umeshawahi kupitia kipindi kigumu cha kiuchumi kwenye maisha yako, basi lazima utaelewa ni kwa nini binti anazikataa hizi hapa nguo na wakati ana nguo nyingine ya kuvaa. Ni kwa sababu ya ile hali ya mtu kuwa anakusaidia kwa kila kitu, mpaka baadaye wewe ambaye unasaidiwa sasa unaanza kujisikia vibaya tena. Hapa si wazungumzi wazee wa Kitonga ikiwa wazee wa ganda la ndizi. Wale pale sijui akili zao zipagwe sawa, maana hata wasaidie vipi wenyewe uaga hata wajishtukie yani. Wenyewe kazi yao ni kupokea na kukenua. Na ndio maana kuna msemo mmoja wa Kikwete ambao unasema ukila lazima uliwe. Lakini pia kwenye maisha kumbuka jambo moja. Wenzako wanapoleta msosi mezani alafu wao uleti, inawezekana wewe ndo ukawa chakula chenyewe. Unaelewa hilo? Duniani hakunaga kitu cha bure zaidi ya salamu tu. Ukiona unatumia kitu cha bure, basi inawezekana wewe ndo ukawa bidhaa yenyewe. Sasa hiki ndicho ambacho kimemkuta binti. Baada ya kula, kunywa, kuoga na kupewa nguo, Brighton anamwambia binti kwamba na wewe saizi ni zamu yako kunilipa kwa kile ambacho nimekufanyia. Anashangaa mikuu hayo tena. Kwa swala hili binti akaweka unyonge kando. Anasema, "Ndiyo najua kwamba mimi hapa ni maskini, chokora na sina makazi pia. Lakini kuhusu kutoa sehemu zangu za manaogeo hilo sahau." Brighton baada ya kuona mrembo amekaza sana, anasema, "Sawa bibie, nimekuelewa ambacho umesema. Ila kuna jambo moja ambalo naomba unisaidie. Usiku wa leo hii nataka nikaonane na mwekezaji. Kwa hiyo nitakuomba ukajifanye kama vile mchumba wangu. Saizi nenda saluni ukatengeneza hizo hapo nywele zako, sawa? Alafu dereva wangu atakuja kukuchukua na kukuleta kwenye mgahawa ambao sisi hapa tupo." Mida hii hapa ya usiku, Brighton pamoja na mwekezaji wamekutana kwenye hapa mgahawa. Wamekuja kuzungumzia issue za uwekezaji. Huyu hapa jamaa anataka kuwekeza kwenye kampuni ya Brighton. Hao hapa majamani marafiki sana, na kila mmoja anajua tabia mwenzake nje ndani, na wamekuwa wakishirikiana kwenye mambo mbalimbali ya kibiashara. Brighton anamwambia jamaa, "Kuna mtu nataka nimtambulishe kwako." Mara mtu mwenyewe ndo huyo hapo anaingia. Si mwingine bali ni bibi Pam. Kashienda kutengeneza nywele saluni na kapiga pamba kali. Amependeza balaa. Mtoto mweupe rangi ya ndazi na si mweusi kama rangi ya buti. Kajipulizia unyunyu ananukia kaa jini. Kilichomleta hapa ni swala moja tu, kujifanya ni mchumba wa Brighton. Brighton akawa anamtambulisha pale bibie. Anasema, "Huyo hapa ni mchumba wangu anaitwa Pam. Nimekuwa naye kwenye mahusiano kwa muda mrefu tu." Jamaa anasema, "Nashukuru kumfahamu. Ana jina zuri kama futari ya miwa." Kama nilivyosema hapo mwanzo, hapa majamaa wanafahamiana vizuri sana, kiasi kwamba kila mmoja anazifahamu tabia za mwenzake. Moja ya tabia ambayo yuko nayo Mr. Brighton ni ubaguzi wa rangi ambao amekuwa akiufanya kwa wanawake weusi. Amekuwa akiwanunua na baada ya kuwanyandua na wadhalilisha kijinsia. Hiyo tabia yake imekuwa ikiwakimbiza wawekezaji ambao wamekuja kufanya naye biashara. Na ndio maana leo hapa kamkodi huyo hapa binti inatakiwa ajifanye kama vile ni mchumba wake, tena ni wa muda mrefu. Hii hapa ni kwa ajili ya kujisafisha na onekane kama vile ameshaacha mambo yake ya kibaguzi. Jamaa machale akamcheza kesi hapa, kuna kitu ambacho kinaendelea si bure. Maana kwa Brighton huyu ambaye anamfahamu na tabia yake jinsi ilivyo, ni ngumu kuwa na mwanamke ambaye ana asili ya Afrika. Amekuwa akiwachukia sana Waafrika. Anawaona kama vile ni manyani na masokwe tu. Wanasemaga njia ya mwongo ni fupi, si ndio? Jamaa akamuuliza swali Brighton, "Unaifahamu tarehe ya kuzaliwa ya huyo binti?" Jamaa anataka kuashika uongo, anataka kujua kama anaongopewa ama la. Brighton akabaki tu ametoa macho, ajue chochote kuhusiana na huyo hapa binti.
Binti naye akaulizwa swali, unalifahamu jina la mchumba wako na unaweza ukaniambia kwamba anajishughulisha na shughuli gani? Binti akawa anajiumauma tu, hajui chochote kile kuhusiana na Brighton. Unawezaje kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye umfahamu hata jina? Hii hapa make sense, labda kama ina make sense. Jamaa akaona sasa kama mtu anaweza kukudanganya kwenye jambo kama hili, vipi kwenye swala ambalo linahusiana na mambo ya pesa? Si anaweza akakuua kabisa. Akainuka na kusema kwaherini, akasepa. Hata isho uwekezaji ikaishia hapa. Brighton akawa amekosa dili la pesa ndefu. Jinamizi la ubaguzi limeanza kumwandama. Amechanganyikiwa, akili imevurugika, eti anataka kuondoka. Bibi akamwita na kumwambia, usiondoke, kuna kitu nataka nikushauri. Kwa nini tusipige picha za pamoja mimi na wewe na kisha ukaziposte kwenye mitandao ya kijamii? Labda zinaweza kuaminisha watu kwamba sasa umeachana na mambo ya kibaguzi. Naamini mbinu hiyo pia inaweza ikawashawishi hata wale wawekezaji wakaanza kuja kufanya kazi na wewe. Brighton akafurahi na kuona kumbe hata machokora pia nao wana akili, maana akapewa bonge la plani. Wakapiga picha na kurudi zao nyumbani, na usiku wao akausindikiza kwa minyanduu ya kufa mtu. Asubuhi kumekucha, binti anaamka anaona kuna kitita cha pesa kwenye meza, alafu kuna ujumbe pia unasema asante. Akazibeba na kwenda nazo kwa Brighton. Anasema, hizi pesa umenipa za nini? Mimi sijakupa sehemu zangu za manogeo kwa kutegemea malipo yote yale. Nilishakwambia mimi uoga sijiuzi. Mimi nilikupatia tu kama kukufariji. Ni baada ya kukuona una mawazo ya kukosa dili. Ni hapa ndipo Brighton akaanza kuomba msamaha. Anasema, naomba unisamehe sana bibie. Hakika ni mwanamke wa tofauti na kipekee, na sio kama ambavyo nilikuwa nakuchukulia. Kwa siku hii moja tu ambayo nimekaa na wewe, nimejifunza mengi sana kutoka kwako, na nahitaji kujifunza zaidi kutoka kwako, lakini pia nahitaji kubadilika na kuwa mwanaume bora. Tafadhali naomba usiondoke, ubaki nami. Na huu ndio mwisho wa dubwana hili. Chao.